quería Bewarurumida Nadogaruruke Kyo dirikan naga Makirigan nira Manewa chekirega Wanyoni umahoya Niwega Tawala Roho wa Bwana, twakualika utawale. Tawala Roho wa Bwana, twakualika utawale. Tawala Roho, tawala Roho wa Bwana, twakualika utawale. Ongoza Roho wa Bwana, twakualika uongoze. Ongoza Roho, ongoza Roho wa Bwana, twakualika uongoze. Ongoza Roho, ongoza Roho wa Bwana, twakualika uongoze. Tawala Roho, tawala Roho wa Bwana, twakualika utawale. Tawala Roho, tawala Roho wa Bwana, twakualika utawale. Roho Mtakatifu wa Mungu, tunakushika ugeni adhuhuri ya siku ya leo, tukikuomba uweze kutawala, uweze kutuongoza, uweze kututangulia kwa kila jambo na kwa kila hali, kwa utukufu wa jina lako. Tunyenyekea mbele ya kiti chako Bwana wa mabwana, tukisema ni asante, ni kwa sababu ya muda huu na nafasi hii umetupa, na ili tuweze kugawana neno lako. Tumelipokea Mfalme kwa shukrani, ni kwa sababu tunajua kwamba huwezi achilia neno lako hivyo tu bure, bali liko na kusudi na liko na lengo juu ya maisha ya kila mmoja wetu, katika jina na damu ya Yesu Kristo. Tawala Roho wa Bwana, katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Nawakaribisha nyote kwenye ibada ya dhuhuri ya siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Musikie mkiwa katika uwepo wa Bwana, ni kwa sababu Mungu wetu ni mwema na ametutenda mema. Tunayo sababu ya kumshukuru huyu Mungu. Siku ya leo ni siku njema ambayo Mungu ametuandalia na ametupa tu, ni kwa sababu ya rehema na neema zake, na ili tuweze kuliabudu jina lake huyu Mungu. Tunasema ni asante kwa umbali huu. Naitwa Beatrice Wamboi na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Na ile kitu ningependa tuongelelee adhuhuri ya siku ya leo ni kwamba
God certificate of approval. God certificate of approval. Na kwa kuongea kuhusu God certificate of approval, nataka tuongelele mambo matatu: called, chosen and faithful. Kuna kuitwa, kuchaguliwa na kuaminika. Na Biblia inasema ya kwamba that many are called, few are chosen, fewer are faithful. Nilipokuwa nikitafakari kuhusu hayo mambo matatu, called, chosen and faithful, nikawa nafikiria kwa yale mambo ambayo huwa tunayafanya kila siku, ama kwa zile kazi zetu ambazo huwa tunafanya kila siku. Nikachukua mfano mmoja wa mtu kuajiliwa kwenye kampuni. Nikaona mmeajiliwa mkiwa watu wengi, lakini katika hao watu wengi, yule mwenye amesimamia hiyo kampuni, they are the few that he chooses, na anawapatia majukumu fulani wasimamie kampuni. And still among the chosen, kuna wale huwa wanaaminika kwa zile kazi ambazo wamepatiwa. Kwa hivyo kuna kuchaguliwa, kuna ile kuenda kwa hiyo kampuni kutafuta kazi unanapata. Kuna wenye huwa wanafanya kwenye hiyo kampuni as permanent, ambao wameajiliwa tu permanently wako kwa hiyo kazi. Kuna casual laborers ambao huenda kila siku na wanarudi jioni. In case of anything, wewe unaweza simamishwa kazi or else kuambiwa hakuna kazi. Hao watu wote wameitwa kufanya kazi kwenye hiyo kampuni. But among the many, there are few who are chosen. Kuna wenye wamepatiwa department fulani wasimamie. They are chosen among the many. And among the few chosen, kuna fewer ambao wameaminika kwenye hiyo kazi. There are those few, very few who are faithful. Nikaangalia nikaona bado kwenye ndoa zetu we start auamkangi siku moja na unaenda kwa kanisa, unachukua tu mtu from nowhere, unaenda kwa kanisa ndio uolewe. Hapana, ama uoe. Hapana, inatokanga tu mahali, inaanzanga tu mahali. Unaonanga tu mtu unampenda. It starts with being friends and just friends. Then that mere friends, hiyo urafiki tu kidogo kidogo unaenda ukikua day by day. Unapata sasa mpaka unaonanga watu wakitest mtu anamwambia I'm glad that you are my friend and not just a friend but you are more than a friend. Kwa hivyo imetoka kwa ile kiwango ya general friend, ya just a friend, umekuwa more than a friend. Hiyo more than a friend nayo inaenda ikikua tu, inaenda tu ikishika mizizi. Unapata sasa siku moja unaulizwa, will you marry me? Na unakubali. At the end of the day unapelekwa kwa kanisa mbele ya madhabahu ya Mungu, and you are given that certificate of approval that you are Mr. and Mrs. so and so. And that is it. Hata kwa Mungu there is that certificate of approval kwa ile kazi Mungu anagojea tufanye, ama kwa ile kazi Mungu ametuitia kufanya. It is one thing to be accepted by God, and it is quite another thing to be approved by God. Kuna ile kukubaliwa na yani Mungu anakukubali, but still there is another thing, God kukuapprove. Nimesema ya kwamba kwa kampuni kuna wale wachache ambao wanachaguliwa wasimamie departments fulani, and among the few bado hao wamechaguliwa kusimamia department, kuna wenye huwa wanachaguliwa bado ni kwa sababu ya uaminifu wao. Na ndio unapatanga kama kuna rewards zinapeanwa, ni wachache sana hupewa certificates za approval ya vile wamekuwa waaminifu kwa ile kazi ambayo walipewa na mdosi wao. Bwana atukuzwe.
Tukisoma kwenye kitabu cha Revelation number 17 and verse 14, 17:14, and it says, hawa watafanya vita. What? Nimesema 17:14. Yeah. Hawa watafanya vita na mwana kondoo, na mwana kondoo atawashinda, kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, na hao walio pamoja naye ndio walioitwa na wateule na waaminifu. Hawa watafanya vita na mwana kondoo, na mwana kondoo atawashinda, na kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, na hao walio pamoja naye walioitwa wateule na waaminifu. Unajua hii Biblia ya Kiswahili inanichanganya. Yeah, they were called, chosen, and they were faithful. Praise the name of the Lord. The faithful are the overcomers, spoken in the book of Revelation. Imeongelelea kuhusu the overcomers almost 10 times, if I'm not wrong. They are disciples of Jesus who have not only been accepted by Jesus, but who have been tested by him through many circumstances and have been approved by him. The faithful are the overcomers, spoken 10 times in the book of Revelation, and they are the disciples of God who have not only been accepted by God, but who have been tested through many circumstances, and at the end of the day God approved them. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo, for you to be approved by God, kuna yale mambo utakayopitishwa. Ni kweli umeitwa na ni kweli umechaguliwa. Wewe ni mwaminifu kwa kazi ya Mungu ile Mungu amekuitia. Bwana apewe sifa. For God to approve you. Kama wale wafuazi wa Yesu, kuna zile mambo walipitia, ndio Mungu aseme ni kweli nitafanya kazi na huyu. Hakumchukua tu, hapana. One, alikuwa ameona kuna kitu ndani yake. Juu ni wengi wangechaguliwa, ni wengi wangeitwa, lakini among the many he chose those few, na ili akaweze kufanya kazi na wao. Many believed in Jesus as he was on the earth, but he didn't commit himself to all of them. Yes. Wengi wakati Yesu Kristo alikuwa hapa duniani, ni wengi walimwamini. Atakana kwamba sio wote angefanya kazi na wao, aliwaamini wengi. Wengi walimwamini, wengi walimfuata, lakini sio wote alifanya kazi na wao. One, he did not commit himself to all of them. Wakati Yesu alikuwa hapa duniani, ndio tushike about being called, being chosen and being faithful. Mungu alichagua group moja ambayo ilikuwa ile multitude, wale watu wengi, ule umati mkubwa ambao ulikuwa unamfuata siku baada ya nyingine. And in the book of Matthew chapter 19 and verse 2, tutasoma tu briefly. Matthew chapter number 19 and verse 2. Wow. Matthew 19 and chapter number 2. Makutano mengi wakamfuata, akawaponya huko. Hivyo makutano mengi, watu wengi wakamfuata Yesu. Walikuwa wanamfuata Yesu ni kwa sababu ya ile miujiza alikuwa anatenda. Kwa hivyo wao kumwamini Mungu
walimfuata. Kwa hivyo they were called, kwa yale matendo Yesu alikuwa anayafanya hapa duniani, ilibidi wakamfuata. Walitamani kumfuata, wengine ni kwa sababu ya yale matendo makubwa walikuwa wanaona akiyafanya. Praise the name of the Lord. And later in the book of John 6 and verse 66, alichagua among hiyo multitude. Najua mimi kutafuta kitabu kwa Biblia inakuanga shida kwangu. Mathayo, Marko, Luka, Mathayo, John 6:6. The first group that Jesus had, ilikuwa a multitude of people. Watu wengi wenye walimwamini, walikuwa wanafurahishwa na yale mambo Yesu Kristo alikuwa anayafanya, ile miujiza alikuwa anayafanya iliwafurahisha, ikabidi wamfuate. Kwa zile chakula walikuwa wanapatiwa, walikuwa wanajua kwamba kwenda na Yesu hakuna kuhisi njaa. Kwa hivyo Yesu lazima agatenda miujiza na ili watu waweze kukula. In John chapter 6 verse 66, kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakalejea nyuma, wasiandamane naye tena. Among the multitude, kwa ule umati, wengine wakachoka. Akaona ni sasa tutamfuata, because kuna ile kitu atakana kwamba walimwamini wakamfuata. Kuna ile kitu ilikuwa inawafanya wamfuate. Wengine walikuwa wanatamani tu kuona viwete wakiponywa. Kwa hivyo ile siku hakukupatikana kiwete kuponywa, huyo mtu anaboeka. Juu kuna ile kitu, maybe si mafundisho ya Yesu ilikuwa inamfanya akamfuata Yesu. Wengine walikuwa wanamfuata ni kwa sababu walijua mahali Yesu hapo mambo yote yanawezekana. Kwa hivyo kama ni njaa, hakutakuwa na njaa. Kwa hivyo wengi walirudi nyuma, waliacha kumfuata huyu Yesu. There was a second group which was smaller than the first one. Na Mungu akachagua watu 70 ili afanye kazi na wao. Alianza na wengi, those were called. Among huo umati, he chooses some. Na akachagua watu 70 ambao atafanya kazi na wao. Alipochagua hao 70 kufanya kazi na wao, tunaweza angalia in the book of Luke chapter number 10. Luke chapter number 10 and verse 1. Tuone ni kweli aliwachagua hao watu. Basi baada ya hao, Bwana aliweka na wengine 70, akawatuma wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Kwa hivyo among that multitude, wenye walichoka wakaenda, alichagua 70. Alipochagua 70, hao ndio alikuwa na watuma in twos, wawili wawe wanamtangulia kwa zile vijiji ambazo alikuwa anatembea. And still alipochagua hao 70, akaona bado ni wengi. Ndio nimesema ya kwamba there are those who are called. There are those who are called and chosen. There are those who are called, chosen and they are faithful. So far tumeona ya kwamba wenye walimwamini Mungu kwa yale alikuwa na Yesu, kwa yale alikuwa anatenda, walimfuata. Those are the called ones. Among the called ones, he chooses 70. Those who are chosen. Alichagua kutoka kwa ule umati mkubwa wa wale walioitwa. Ni kwa sababu waliitwa kwa yale mambo Yesu alikuwa anatenda, ikabidi wamfuate. Wengine wakaona ni ngumu, hatuwezi, hii safari ni ndefu, hakuna kupanda gari, ni mguu akihubiri. Wakachoka, wakarudi manyumbani kwao. Lakini wenye walichaguliwa 70, akawapatia kazi. Wakaenda wawili kwa zile vijiji alikuwa anatembelea.
bado wengine wakachoka kwa hao 70. 12 wakaaminika kwa ile kazi. That is the third lot yenye alichagua. It consists of 12 men ambao aliwachagua, kumaanisha ya kwamba kwa multitude waliitwa. Ni kwa sababu wakati mtu anasimama mahali either anahubiri ama kuna kitu anafanya, unaona ile kitu anafanya inaita watu wengi. So they were called by what Jesus was doing. The second lot was chosen. They did not choose themselves, but Jesus chose them. Now he directed them what to do and where to go. Among the 70, he chose the 12 men. Praise the name of the Lord. Wale aliona ni kweli hawa nitamaliza kazi yenye Mungu alikusudia akuja afanye duniani, akaona ni kweli the 12 nitamaliza na wao hii kazi. Bwana atukuzwe. Out of the third group, he chose the fourth group. Kwa hivyo in 70s, kwa wale walikuwa 70 walichaguliwa. Kwa wale 70 bado alichagua 12, and those were the 12 disciples. Among the 12 alichagua watatu ambao walikuwa waaminifu zaidi ya the 12, because kwa among the 12 ndio tunapata mpaka Judas alikuwa mahali pale. Na tukiangalia the 3 that he chose, because those 3 were faithful men, wenye alitazama akaangalia akaona ni kwamba hawa lazima nitamaliza kazi na wao. Nikawa nikifikiria nikaona aje these things tukileta kwa zile kanisa ambazo huwa tunaabudu. Mungu ametuleta kwa kanisa tukiwa watu tofauti, ametuita. Ni kwa sababu ni wengi hata watabuangi kuna siku ya Sunday. Kuna wengi atakana kwamba wanasoma Biblia, they don't honor this Sabbath day. But wewe kwa kuona this Sabbath day, you usually come in the house of God because you are called. Bwana atukuzwe. Umeitwa. Ukikuja kwa uweza wa Roho Mtakatifu wa Mungu na kwa ule mtumishi Mungu ameaminia madhabahu, Mungu akimsaidia anachagua katikati ya hao wengi wamekuja, anachagua wale ambao watamshikilia na ili aweze kufanya kazi ya Mungu. Tena unapata, ndio maana unapata kuna leader wa praise team, kuna leader wa mahali fulani, kuna wa youth, kuna departments kadhaa. He chooses them na anawapatia kazi kwa department fulani. But among still hao wamechaguliwa kwa hao viongozi, bado kuna wale anachaguanga tena, kama vile Yesu alivyofanya. Kwa umati akachagua 70, kwa 70 akachagua 12, na kwa 12 akachagua watatu. Sasa sijui wewe uko wapi, ama uko tu mahali pale uliitwa, na sijui kama uliitika. Unaweza itwa bado na ukae tu pale, ama uitike tu na ukae tu pale juu uliitwa. Na sijui kama uliitwa na umechaguliwa. Haya ni mambo mawili tofauti tena sana. Juu kuchaguliwa, chosen is more than being called, and being faithful is more than being chosen and being called. Wewe ni kweli umeitwa, ni kweli umechaguliwa. Are you faithful kwa ile kazi Mungu amekuaminia? Juu sidhani amekuaminia alafu aminie mtu mwingine. Hapana, ni wewe na ni wewe na ni wewe. Are you faithful kwa ile kazi kubwa kidogo Mungu amekuaminia uje ukafanya duniani? Oleos, unajua watu wengine hatujijuangi, hatujitabui, hatujielewi. Unaweza kuwa uko na mwito wa Mungu ndani yako, lakini hujui unafaa kufanya nini. Haujui ile kazi specific, ile kazi unafaa kufanya. Na most of the times unapatanga miaka imeenda, muda umeenda, unapatanga mtu bado ako na ile roho ya
anataka tu kufanyia Mungu kazi, lakini ukimuuliza wewe ni nani katika ufalme wa Mungu, hajui na haelewi. Ni kwa sababu uliitwa na ukachaguliwa, but you are not faithful kwa ile kazi Mungu alikuaminia ukafanya. Na ndio maana unangapatanga kwa kanisa tunakuanga na shida mingi sana. Ni kwa sababu mimi nataka kuwa kama fulani na sijaitwa hivyo, na mwito wangu sio ule. Lakini ukiona mtu amepelekana na Mungu vizuri, amejijua anafanya kazi yake vizuri, unaitamani hata wewe unataka kufanya kama fulani. Ukienda ukifika katikati unagundua sio huko tena, unaanza kufikiria inaweza kuwa ni wapi. In the process unapata mwingine ni nabii mkubwa, unataka kukua nabii, na wewe unabii uko mbali sana na wewe. Unapata mwingine ni mchungaji, simply because unasoma neno la Mungu na unapata interpretation, au leo unapata revelation, unafikiria wewe ni mchungaji. Unahubiri siku 2-3 unapata hapana, sio huko. You are called, you are chosen. Are you faithful? Na utakuwa mwaminifu ukijua ule mwito Mungu alikuita nao. Yale Mungu alikuita uje ufanye. Ni kwa sababu Biblia inasema ya kwamba kazi ya Mungu ni mingi, lakini watenda kazi ni wachache. And for us to complete the body of Christ, lazima kila mtu asimame katika pengo lake. Bwana atukuzwe. Ni kwa sababu Mungu, Yesu Kristo hangeweza kufanya kazi na wala watu, ule umati mkubwa haingewezekana. Ni kwa sababu kila mtu alikuwa na nia yake, kila mtu alikuwa na lengo lake. Wengi walienda mahali pale ndio wapate kuona miujiza. Unajua kuna watu wenye wanakuanga wamekuzingira, sio kwa sababu wanakupenda, sio kwa sababu wanataka kujua Mungu wako vizuri. Wako hapo kumonitor, kujua unafanyanga aje, unakaanga aje. Na Mungu kwa huruma zake anawaondoa. Unabakishiwa 10 au 10 bado Mungu anaenda akiwachunja. Na naona siku nyingine niliuliza mtu, leo hii kuambiwa uchukue kalamu na karatasi uandike marafiki, not just friends, marafiki wako, yani a real and a true friend, unaweza andika wangapi? Mimi nikamwambia hata kufikisha 5 siwezi fikisha 5. Nikiwa na wengi sana labda 1-2. Akia nani? Na ni kweli watu wanaga marafiki. Wale marafiki bure kabisa ndio tunaitaga marafiki. Wale marafiki ambao ni wa kukuchunguza, kutaka kujua umefikisha wapi na maisha. Na ni kwa sababu ya huruma za Mungu. Unajua ukifanya mtu kuwa rafiki yako, unampeanga roho yako yote. Wengine wanaitumia vibaya. Ukikuja kugundua ya kwamba huyo mtu si rafiki, ile kikombe amekunywesha, ni Mungu mwema. In the book of Matthew, chapter number 17, Matthew 17, Matthew chapter number 17 and verse 1 and 2. Na baada ya siku 6 Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na baada ya siku 6 Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Au ndio wenye alichagua wa mwisho among the 12, akamchagua Petro, John and James. Na hao walimjua Yesu vizuri. Hao watu walimfahamu Yesu vyema.
leave alone the last 9, but the 3 waliweza kumfahamu Yesu vizuri sana. Hivyo ndivyo katika ufalme wa Mungu tulivyo, ya kwamba Mungu ameita watu wengi, Mungu amechagua wachache, lakini wachache kabisa ndio waaminifu. Because I think the 12 disciples that Jesus chose, alikuwa na expect, kuna ile expectations alikuwa nazo juu yao, lakini bado akaona haifiki. Among the 12 akapata the 3 who were so much faithful, na hao ndio Yesu aliwapenda zaidi. Bwana atukuzwe. Wow. Hao watatu ndio walikuja kugundua kuhusu nguvu za Yesu. Ni kwa sababu wao ndio alienda na wao katika mlimani. Kwa hivyo hata uso wake uking'aa, hata mavazi yake yakibadilika, wao ndio waliona. Na no wonder alikuwa anaenda mlimani, anarudi anawauliza, yaani kusema ukweli mimi nilienda kuomba nyinyi na nyinyi mumelala. Ni kwa among the 12 alipata watatu ambao walikuanga na yeye bumper to bumper. Bwana atukuzwe. Jioni ya siku ya leo, oleo za dhuhuri ya siku ya leo, ninalo jambo ningependa ujiulize moyoni mwako. Yes, you are called and still you are chosen. Are you faithful? Among wanafunzi wa Yesu waliokuwa wanamfuata, ambao walikuwa washahidi wa yale Yesu alikuwa anayafanya, walimjua na wakamfahamu vizuri, wakamtambua na wakamuelewa vizuri sana. Sisi kulingana na vile Mungu ametuita, sisi kulingana na vile Mungu ametuchagua, sisi ni waaminifu kwa ile kazi. Kwa sababu kama tumeitwa na Mungu, tunafaa kumuiga huyu Mungu. Kama tumeitwa na Yesu kweli, mienendo yetu inafaa kuinaonyeshana Mungu mwenyewe. Na no wonder unapatanga, unaweza enda mahali tu, mtu tu akuamkia kiti, hakujui na hajawahi kuona, akwambie mchungaji kaa chini. Hujamwambia wewe ni mchungaji. Atakana kwamba watu wanakuondokea kwa kiti, wakikupa jina la heshima ya kwamba keti chini mtu wa Mungu. Wewe ni mwaminifu kwa ile kazi Mungu amekusudia ufanye. Mimi naonanga itakuwa kilio kingi kitapatikana wakati tutaenda mbinguni na Mungu akwambie, Beatrice, I expected this from you but you failed me. Utapata nafasi ya kumwambia nirudishe basi pale duniani, nianze tena. Kwa hivyo ni wakati wako mzuri ujue ya kwamba ni kweli nimeitwa. Among many, among men I'm chosen. Am I faithful kwa ile kazi Mungu? Hauko hapa duniani kukula na kukunywa na kuvaa na kukaa smart na kukaa ile maisha unataka. There is a reason as to why, purpose ya Mungu wewe kuwa katika hii dunia. Sasa zingine naambianga Mungu, ni wengi walizaliwa nikizaliwa, wengine wakapooza, wengine wakakufa, wengine wako na hawamjui Mungu. Hata saa zingine ukikutana na wale watu mlianza shule na wao, wengine wanakaa shosho na tuguka, lakini Mungu amekuweka, sio ulingage huku kwa barabara. Hapana. Hata sio ucompete na wale watu wengine ya kwamba sina gari, wako na magari, nitafanya aje ndio nipate gari. Kuna ile the purpose of God for you to be in this world. Kuna ile sababu. Ole wako wewe, ole wangu mimi, ya kwamba maisha ya huu ulimwengu ni mafupi sana na yanaweza isha any day any time. Alafu sasa ile kazi Mungu alikusudia uje duniani ukaifanye, umeifanya? Ama ulichotwa tu na mambo wewe ukatosheleka kwa hii dunia? Sasa ile umefikisha miaka 50 ndio unasema sasa raha ni kado, maisha mazuri ni kado, wacha nitafute Mungu. Na ndio maana na saa zingine nahuzunika sana. In the book of Ecclesiastes inasema ya kwamba fanyia Mungu kazi kwa ujana wako. Ni kwa sababu katika ujana wako una nguvu tele ya kufanyia Mungu kazi. Wakati
ukifikisha miaka inakuja, unafaa tu kukaa chini ukiangalia yale mazao umezaa kwa kufanyia Mungu kazi. Wale wachungaji umesimamisha, wale vijana wako na nguvu, ati in your absence wanaweza fanya kazi ya Mungu. Nikafikiria nikaona like TB Joshua, he's no more. Lakini kwa sababu aliacha watu wamesimama, hata mahali yuko ile kanisa bado inaendelea. Lakini kama hujijui na hujitambui, sijui itakuaje. Ama ni ukikufa kazi yako imeisha, wewe umepotea. Unajua Wakikuyu wanasemanga waku waniwora. Leo unajua kuna mtu anaweza kufa, but kila siku kila saa tunaongelelea Anita. Tunaongelelea Anita alifanya, Anita alikuwa. Na kuna mtu tukitoka kwa ile shimo akiwekwa ndani, that is the end of that person. Tiga maririkanire oru not unless wakubuke kama kuna mtu alikuwa anatusiana hii dunia fulani, afadhali hiyo alikufa. Mimi kuna mtu alikufa nikaambia Mungu thank you mwathani ni ahuru kioro. Yaani mtu anaweza kusubua maisha yako hata mpaka unafikiria maisha inakuaga hivyo. Mtu anakuwa subua kwa maisha mpaka nigira mtu wabagi mtu akufe, na huwezi omba mtu akufe, lakini Mungu tu kwa bahati mzuri akipita na yeye unaambia Mungu thank you. Fortunately mimi kama angekufa kama siko nikuja niambiwe amekufa, sigeamini. Na ungedhania naenda mochari kuconfirm amekufa juu ninampenda. Nilikuwa nampenda, lakini ungedhania naenda kwa mochari kuconfirm kama amekufa juu siamini. Hapana, nijue ni kweli, ni kweli ameenda akiendaga. Mimi mpaka zile masiku mtu anakaanga kwa mochari alikaa, nikasema ni kweli kama hawezi, kama aikoda getiria hewe ni akuete osio. Sasa nikagotea usiku mkubwa wa mazishi, nikaona mchanga hawezi, nikasema Bwana asifiwe. Kuna watu subua kwa hii dunia, huyo mtu anakufa mnapiga shagwe na vigeregere, mnasema tu aende akiendaga. Lakini ole wake kama huwezi kaa vizuri na wanadamu hapa, unafikiria hata Mungu anakuhitaji? Unajua kuna vitu unaweza endage kwamba kununua nguo upate t-shirt hakiwezi valika, hakiwezi osha nyumba juu hakiwezi kunywa maji. Sasa hiki ni kia nini kusema ukweli? Hivyo ndivyo watu wengine wanakaanga kwa hii dunia. Mungu mwenyewe umemsubua hakuhitaji. Shetani mwenyewe hana haja na wewe. Tiwo kwa mugado tikuri andu akwa ngoma go. Uzo handa kwa ngoma ndaramwenda bado. Shetani mwenyewe hamuhitaji, hamtaki. Sasa kwako ni kuzuri ni wapi kama si kwa shetani na si kwa Mungu? Si ujijue tu siku ya leo. Ujue sababu yako ya kuwa hapa duniani. Si kuhangaisha watu, hapana. Sidhani kuna mtu Mungu alileta kwa hii dunia bila kusudi na bila lengo na bila sababu. Au kuletwa tu hapa uzide ukitusubua vichwa, hapana. Uliletwa hapa ndio usimame na ukae vizuri na Mungu ufanye kazi. For us to complete this body of Christ, itabidi nisimame pahali pangu na wewe usimame kwako, na in fact kazi ya Mungu itakuwa rahisi tutakapofanya vile. Bwana atukuzwe. Wakati Yesu Kristo alikuwa anatembea na wale wanafunzi wake, alipokuwa anateswa ili aende akasulubiwe, ni kwa sababu wale wanafunzi wa Yesu walimuiga Yesu kwa tabia zao, kwa mienendo yao, kwa kuongea kwao, walikuwa wanaongea kama Yesu. Na ndio maana ulikuwa unaona katikati ya watu wengi wenye walifuata ili kwenda kuona mahali Yesu anaenda kusulubiwa, Petro alikuwa anajificha, atakana kwamba aliambiwa utanikana mara 3. Wale watu wengine walikuwa wana manage, walikuwa wanaweza kuspot them. Ati na yule anakaa kuwa alikuwa mfuazi wake. Kwa nini? Ni kwa sababu of their way of doing things. The way hao watu walikuwa wanakaa. Na ndio maana nasema unaona unaenda mahali unapewa kiti, mtu wa Mungu kaa hapa. Hiyo si shida.
wewe ni mwaminifu kwa ile kazi Mungu alikusudia uje ukaifanye hapa duniani. Tukubali tu kuongozwa na Mungu na tukubali tu kurudi kwa Mungu mara tena, na tujulize Mungu, mimi kama Beatrice niko hapa duniani kufanya kazi. Unajua, naweza kuwa nasaidia wengine kufanya kazi zao na yangu bado tu iko pale inaningojea. Na no wonder Reverend alisimama mahali hapa akasema, wakati alipelekwa mbinguni na malaika, akafunguliwa page, akaona makaburi, akauliza ni ya nini? Ni wale watu Mungu alikuwa amekusudia wewe ukasimame, ni kwa sababu yao. Waliwekwa tu mahali ni kwa sababu yako, lakini kwa sababu ya kutojijua kwako wewe unaona tu umeitiwa hiyo alikuwa anaifanya. Unapata watu wanateseka ni kwa sababu yako kutojijua na kujielewa ile kazi unafaa kufanya. Kama wewe Mungu amekuchagua, kama wewe umeitwa, kubali kujua kazi yako kwa Mungu, na ili uaminike kwa hiyo kazi, usije ukalaumiwa na Mungu ya kwamba nilikuita ni kwa sababu ya watu hawa, au watu wameteseka, au watu wamepata shida, wengine wametoka kwa huu ulimwengu wakikugojea wewe. Itakuwa huzuni kubwa. Unajua, yule mtu yeyote ameitwa na Mungu, kuna wale watu Mungu ameweka mahali ni kwa sababu yako. Na wacha nikwambie, saa ile unafaa kusimama katika pengo ni kwa sababu ya mtu. Huyo mtu anapata shida, olezo mtu anagonjeka ukufe. Hakuna amani huu unapata. Hapana. Instead unapata the more hao watu wanateseka, unateseka zaidi ya hao. Kwa hivyo ni vizuri adhuhuri ya siku ya leo tujijue na tujitambue na ujichunguze ya kwamba yes, we are called, and among the multitude you are chosen. Among the chosen ones are you faithful? Ni kwa sababu sio wote ambao wamechaguliwa wamekuwa waaminifu kwa kazi ya Mungu. Bwana atukuzwe. Nikawa nafikiria, unaweza ona wachungaji na sinuki wachungaji simply because huyo mchungaji ako na kibali, oleoza ako na kipawa cha kufanya deliverance. Unajua wachungaji kama hao tunawaogopanga sana, na unaonanga ni kama wako bumper to bumper na Mungu, ni kwa sababu ya hiyo kipaji. Na unajua ya kwamba Mungu akikupatia kipaji haichukui, wewe utaendelea tu na kufanya ile kazi. Are you faithful to this God? Unaweza pata huyo mchungaji anafanya deliverance vizuri sana, lakini yeye na Mungu ni kama super highway. Tumeitwa, ni kweli ameitwa na amechaguliwa, na katika harakati ya kuchaguliwa Mungu amekupatia kipaji ya kwamba ukiekelea mtu mkono atapona. Lakini unaweza ekelea mtu mkono na apone na bado wewe si mwaminifu kwa Mungu. Na ndio utapata Mungu akituambia kwamba ni kweli mlifukuza mapepo kwa jina langu, mlitenda miujiza kwa jina langu, lakini ole wenu siwajui. Sasa by the way, ukijaribu kufikiria, hata afadhali unajua kama angekuwa anakunyang'anya hiyo kitu, ungekuwa unajua mimi na Mungu tumepoteanwa. Lakini juu hakunyang'anyi, unajiconvince mahali pale uko tu pamoja na Mungu, na aliondoka kitabo. Ile kipawa bado ingali inafanya kazi. Nikishika microphone Beatrice na imba, na fikiria ni Roho Mtakatifu anashuka, na ni Roho Mtakatifu anashuka. Wewe unadhania uko tu kwa ile barabara, na uliondoka ukaenda ukiendanga. Hizi vipawa za zingine huwa zinatudanganya, huwa zinatukanganya ile as long as nafanya na ninaona, yani kama naombea mtu na anaona Mungu ni nini ingine. Ole wako ukisimama mbele ya Mungu na akwambie enenda, mimi sikujui. We are called, we are chosen. Are we faithful? Let us be faithful kwa hii kazi ya Mungu.
Tukiaminika kwa Mungu, kazi ya Mungu itakuwa rahisi. In fact, hata utapenda sana. Hakuna kitu mzuri kufanya kama kufanya kazi ya Mungu. Ni tamu kufanya. But if only you know who you are in the kingdom of God. Enda kwa Mungu, ulize Mungu, mimi ukinileta hii dunia, unilileta kama nani? Ni kweli nilikuja kama Beatrice? Ni kweli mimi ni mama, niko na watoto? Ni kweli mimi niko hivi? Lakini apart from hii mambo, ukiaga dunia leo, legacy yako utaacha nini? Despite ya kuandikwa pale, ameenda ameacha watoto 3. Mungu atuhurumie. Atakana kwamba haitaandikwa kwa eulogy. Leo hii tunashindanga tukiiba nyimbo za Angela Chibalonza, because ile kitu aliacha si kitu hivyo tu. Tunamkumbukanga every now and then. Wewe ukienda, tutakumbuka nini yako? Na ndio nimesema, unajua kuna wengine wanakumbukangwa na mabaya. Wewe tutakukumbuka na nini? Na sio vile wewe ulikuwa unajieka ati ukitafuta mtu smart ungepata fulani. Hapana. Kwa kazi ya Mungu, kwa huduma ya Mungu, yani watu watamisi ya kwamba ungelitamani mtu wa kukutia moyo, ungepata fulani. Wakati ungekuwa chini unahitaji mtu wa kunena na wewe, ungetafuta fulani. Ni nini hiyo ambayo tutakukumbuka nayo? Kubali kuaminika kwa ile kazi Mungu amekuitia. Ni kwa sababu si bule wewe kuwa katika huu ulimwengu, lakini ni kwa sababu na lengo na kusudi ya Mungu tuko katika huu ulimwengu. Na ndio maana uliona wengine leo walipelekwa mochari, wengine wako kwa mahospitali, wengine wako kwa vitanda zao. Wewe si kuwa mzuri sana, si kwa nguvu na si kwa uwezo wako. Hapana. In fact, hata ukiangalia wenye wako kwa mochari leo hii, wenye wako kwa vitanda za hospitali ni wazuri hata kukuliko. Tukiangalia wengine hata wako na mali kukuliko. Lakini ni kwa sababu God is not a respecter of any person. Mungu haangalii zile vitu uko nazo ndio akutumie. Hapana. Simama kwa Mungu. Jijue wewe ni nani kwa Mungu. Ni kwa sababu tayari umeitwa, tayari umechaguliwa kuwa mwaminifu kwa hiyo kazi kubwa ama kidogo Mungu amekuaminia. Kama vile viungo vyetu vya mwili havitoshani. Kuna macho ni kidogo sana, kuna mkono, lakini bado ujue hiyo macho ukifunga mkono haiwezi guza kitu mahali inafaa kama hiyo macho haijaangalia. Na kuna zingine bado ziko humo ndani hatuzioni. Hata wewe unabebananga nazo kila siku, kila jioni, kila asubuhi, na huzijui. Unasikiaga tu kwa kusoma kwa kitabu ya kwamba roho iko hapa na inakuaga hii side, kuna figo, kwena mara, kwena rwariogo, kwena gakuo kaige, na siethe ino waku na doe na umezibeba wewe. Hivyo ndivyo kazi ya Mungu ilivyo. Kuna mtu atatumiwa na Mungu, haujui. Kuna mtu nakujanga kwa madhabahu, yeye kazi yake anaomba tu katika siri, anafanya kazi ya Mungu. Na Mungu mwenyewe ndiye tu anamtabua, Mungu tu ndiye anamjua. Hafanyi ili tuone, hapana. Lakini amesimama katika pengo. Ile kitu tu tutafanya siku ya leo ni kujijua na ili tuweze kuaminika. Usipojijua utaaminikaje kwa hiyo kazi ya Mungu amekupatia? Tusimame na ili tumalize ibada ya adhuhuri ya siku ya leo. Tunakushukuru Mungu ni kwa sababu wewe ni mwema, wewe umwingi wa rehema na neema. Tunasema ni asante ni kwa sababu ya umbali huu. Asante ni kwa sababu ya neno lako Bwana. Tusaidie Mfalme kujijua na kuelewa na kutabua sisi ni akina nani katika ufalme wako. Na tukijua yale Bwana, itakuwa rahisi sisi kukupendeza, sisi kufanya kazi ile ambayo Mungu umetuaminia. Tujiachilia mikononi mwako Mfalme. Nena na mtu jinsi na lugha ile atakavyoelewa, ajijue yeye ni nani, na ili tuweze kusimama katika pengo. Biblia inasema ya kwamba wafanyi kazi katika shamba lako Bwana ni wachache, na ni kwa sababu sisi tumetamani kusimama na ili tufanye kazi. Wacha Bwana tukajijue, wacha tukajielewe na tukajitabue, na ili tuweze kufanya kazi yako. Thank you because you have called us. Thank you because you have chosen us among many and among men. Tusaidie kuwa waaminifu
kwa kazi yako. Wacha hili neno lako Bwana likatende kazi sawa sawa na mapenzi yako ndani ya maisha ya kila mmoja wetu, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Mtazamaji wetu, asante ni kwa sababu ya kukua pamoja na sisi. Tunakuomba ukubali kutuma sadaka yako na saka yako na fungu lako kwenye till number yetu iko hapo chini ya hiyo kitu unatazama. Kama ni simu iko hapo, kama ni TV iko hapo, na kuna namba ya M-Pesa bado, I think it's learning down there. Kubali kutuma sadaka yako na tithe yako, tushikilie hii kazi ya Mungu. Usiwe wenye wanasemanga ya kwamba unatuma sadaka yako mchungaji akakule. Hapana, tuma sadaka yako ni kwa sababu inafaa. God bless you and do you good.